Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwa ajili ya kujifunza siku ya leo. Leo tutaenda kuangalia kwa habari ya kukua. Tutasoma waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18. Biblia inasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Mtume wa Mungu huyu Petro alikuwa anasisitiza kwa habari ya kukua katika neema. Unapookoka, manake Mungu anachotarajia aone mabadiliko kwako, ya kwamba unakuwa kutoka hatua moja hadi nyingine. Hivyo ndivyo ilivyo hata kwa mtu. Ukizaliwa unakuwa mtoto, unakuwa kijana, unakuwa mtu mzima, na baadaye unakuja kuwa mzee. Na ukuaji ambao upo ndani ya mtu upo ndani yake. Hata sisi kwa unakuta ujana upo ndani ya mtu, uzee upo ndani ya mtu, kila kitu kipo ndani yako. Ndivyo hata ukimpokea Mungu, kwa sababu anakuwa ndani yako. Kwa hiyo hata ukuaji unategemea utoke ndani yako. Lazima kuna vitu ufanye ili uweze kukua na ufikie kimo cha kumjua huyu Mungu. Kwa hiyo akawa anasisitiza kwamba wakue katika neema ya kumjua Yesu Kristo, ya kumjua huyu Mwokozi ambaye wamempokea katika maisha yao. Sasa tutaenda kuangalia dalili za kwamba umekua, au dalili za kwamba unakuwa au unadumaa au hukui. Cha kwanza, ili tuweze kujua ya kwamba, au wewe mwenyewe uweze kutambua au kujua ya kwamba unakuwa, cha kwanza ni shauku ya kusikia neno la Mungu. Tutatambuaje ya kwamba unakuwa au unadumaa, au wewe mwenyewe utajitambuaje ya kwamba unakuwa katika neema ya Kristo Yesu? Cha kwanza ni shauku ya kusikia neno la Mungu. Biblia inasema katika Waebrania sura ya 5 mstari wa 11, anasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa hiyo mtu mwenye shauku ambaye si mvivu wa kusikia neno la Mungu, ukiona kuna dalili ya kutokusikia neno la Mungu, unakuwa mvivu kusikia neno la Mungu, ujue katika neema ya Kristo wewe hukui, bado unaendelea kuwa katika kiwango kile kile, au unarudi nyuma kabisa. Mtume Paulo akawa anaeleza kwa Waebrania kwamba tunayo mengi ya kueleza kwa habari ya Kristo. Hata sisi tunaofundisha tunayo mengi sana ya kuweza kushare na nyinyi kwa habari ya Kristo, lakini kwa sababu ya watu vivu wa kutokupenda kusikiliza, ndio maana watu hawakui. Kwa hiyo ukiona kuna dalili ya kutokusikiliza, upendi kusikia maneno ya Mungu, manake hata kiimani hauwezi ukajengeka. Walumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unapokuwa unasikiliza neno la Kristo, manake unajenga viwango vyako vya imani. Viwango vyako vya imani vinakuwa kwa kusikia neno la Kristo, na sio neno lingine lile, ila neno la Kristo ndilo linalofanya ukue, uwe na viwango vikubwa katika imani hii au katika neema ya Kristo, kwa sababu ya kupitia kusikia. Kwa hiyo ukianza kuwa mvivu wa kutokusikia neno la Mungu, ujue haukui. Lakini ukiwa na shauku ya kusikia maneno ya Mungu, ndipo ujue ya kwamba utambue unakuwa katika neema ya Kristo, na imani itaongezeka katika maisha yako, viwango vya kumwamini Mungu vitaongezeka. Namba 2, dalili ya pili ni kwamba mtu asiyeyumbishwa katika neema aliyoipokea. Ukiona ni kwamba wewe ni mtu ambaye huyumbishwi katika neema uliyoipokea, hii neema ya Kristo, ujue kabisa wewe unakuwa. Akasema Waefeso sura ya 4 mstari wa 11,
ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo na elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu kwamba tusiwe watu wa kuchukuliwa tukitupwa huku na huku. Elimu hii inakuja wanasema fanya hivi na we unaenda ya kwamba tumia hiki, we unatumia, yani mtu ambaye hauna msimamo. Kwa hiyo usipokuwa mtu wa kuyumbishwa katika neno katika mambo ambayo yanatokea, kwa sababu mengi yanakuwa yanatokea na inaweza ikatokea dhoruba au tufani ya kuweza kukutikisa kidogo na usiweze kuendelea katika hiyo neema. Kwa hiyo lazima mtu ambaye anakuwa hayumbishwi kwenye kila jambo, lazima akae atafakari, afikiri, kwa sababu analinganisha na neno ambalo amelipokea kwa Kristo, ndivyo anaweza akachukua maamuzi. Kwa hiyo hiyo ni dalili mojawapo. Dalili namba 3 ya kwamba unakuwa au hukui, kuyachunguza maandiko na kujifunza. Ukiwa ni mtu wa kuyachunguza maandiko na mtu wa kupenda kujifunza, ujue kabisa kama hiyo shauku ipo ndani yako, wewe unakuwa na sio unadumaa au unarudi nyuma. Tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 11. Biblia inasema watu hao walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Hawa walikuwa ni watu wa Beroya. Walikaa wakahubiriwa, walipohubiriwa wakakaa wakayachunguza maandiko waone kile ambacho kimenenwa, je, ni sahihi? Kwa hiyo huyu mtu ambaye anapenda kuyachunguza maandiko na kujifunza, tunasema huyu mtu anakuwa, ni dalili mojawapo ya kwamba unakuwa katika neema ya Kristo, kama Mtume Petro anavyosema katika kitabu cha Petro, ndivyo. Kwa hiyo ili tuone kwamba unapopokea neno, mtu atakuhubiria, lakini akikuhubiria, chukua muda lichunguze lile neno. Je, anasema sawasawa na Biblia? Tazama, nyakati hizi ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo ukipokea tu, unapokea bila kuchunguza, utajikuta kabisa umepotea. Badala ya kukua, unaanza kurudi nyuma. Namba 4, dalili ya 4 ni kwamba aina ya chakula unachokihitaji kwa wakati fulani, kwamba unahitaji chakula gani, aina ya chakula unachokihitaji. Wewe umekaa katika neema ya Kristo kwa miaka mingi na umeshamjua Kristo kwa miaka mingi, lakini ikija kwa habari ya chakula, mtu anapokufundisha unasema hiki chakula ni kigumu, hapa sijaelewa, au unapenda tu mafundisho yale laini ambayo hayawezi kujenga roho yako, hayawezi kukusaidia kwa ajili ya kukua. Biblia inasema katika Waebrania 5 mstari wa 12 mpaka 14, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Umeona? Kwa hiyo wakati ambapo inatakiwa wewe ufundishe, wakati ambapo inatakiwa uwaongoze watu wengine, lakini unajikuta bado wewe unaongozwa, bado wewe unahitaji kuelekezwa kwa habari ya mambo ya Mungu, ujue haukui, bado unarudi nyuma au umedumaa. Umeona? Huyu mtumishi akawa anaeleza kwamba nilitarajia kwamba nikute walimu, nilitarajia nikute mnajiongoza, mnaendelea mbele, lakini bado mnahitaji yale mafundisho ya awali kabisa, chakula ambacho ni maziwa na si chakula kigumu. Kwa ukiona bado unahitaji maziwa, ujue wewe ni mtoto, lakini ukiona
ndani yako kuna shauku ya kuhitaji chakula kigumu, kujifunza vitu vingi ambavyo hata kama ni vigumu, naona ni vigumu, nasema Mungu nisaidie niweze kujua. Tunajua kabisa, au wewe mwenyewe utatambua kwamba hapa ninakuwa. Lakini ukihitaji mafundisho yale tu ya kwanza tangu umeokoka, ujue bado wewe haukui, unarudi nyuma. Dalili ya 5 ni kuzaa. Kama mtu ambaye umeokolewa, upo ndani ya Kristo na umeipokea hii neema, tunatarajia tuone ya kwamba unazaa matunda. Biblia inasema katika Yohana 15 mstari wa 16, si ninyi ni mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmombalo Baba kwa jina langu awapeni. Anasema si ninyi mlionichagua, bali yeye ndiye ametuchagua. Yeye ametuchagua, alivyotuokoa ametutoa. Unajua alikokutoa hasa, anasema ya kwamba alivyotuchagua akatuweka ili twende tukazae. Kwa ukisha kumpokea Kristo, ili ujue ya kwamba unakuwa lazima uzae. Umelipata neno, umempata Kristo ndani yako, lazima baada ya kujifunza na wewe ufundishe wengine, na wewe uzae, uwahubirie wengine wapate kumjua Kristo. Kwa ukiwa unazaa, unaleta matunda ndani ya Kristo, ndani ya ufalme wa Mungu, ujue wewe unakuwa. Lakini kama ufanyi hivyo, ujue haukui, wewe umedumaa au unarudi nyuma kabisa. Kwa lazima tuzae matunda, ili anasema Petro, tukue katika neema ya Kristo Yesu. Tukue, lazima tukue. Kila itwapo leo lazima tukue. Kwa hiyo mwana wa Mungu, nini nataka kusema ni kwamba ili tutambue kwamba wewe umekuwa, lazima tuangalie hizo dalili. Ni baadhi ya dalili, zipo nyingi, lakini lazima tuangalie huyu anakuwa au amedumaa au anarudi nyuma. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe unaweza ukapitia na ukaona kabisa kwamba ninakuwa au ninarudi nyuma. Kwa kumalizia, tunaweza tukasoma Waefeso 4:15. Anasema, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Nitarudia, lakini tuishike kweli. Kweli ni neno la Mungu, katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yani Kristo. Kwa hiyo kuna viwango ambavyo inatakiwa sisi tuendelee kukua, tukue katika kweli. Neno la Mungu ndiyo kweli. Anasema nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru kweli. Kwa hiyo ukifahamu neno la Mungu, ukikua katika kweli, ukikua katika neno la Mungu na ukaendelea, utafikia kimo cha kumjua Kristo, kwa sababu anasema tujifunze kwake, tujitie nira yake, tujifunze kwake, maana yeye ni mnyenyekevu na ni mpole. Anasema nasi tutapata raha nafsini mwako. Kwa hiyo lazima tukue mpaka tufikie kiwango cha Kristo. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo kuna viwango inatakiwa kila leo tujifunze, kila leo uendelee kukua. Usiseme mimi tayari nimeshakuwa, mimi basi nimekuwa. Hapana, kila siku tunajifunza. Hata mimi nimepewa kwa sehemu, na wewe umepewa kwa sehemu. Kila mtu amepewa kwa sehemu, hatujapewa mkate mzima. Kwa lazima utamani kujifunza, utamani kusikia, utamani kuzaa, utamani kula chakula kigumu, utamani kuyachunguza maandiko na kujifunza. Mungu akubariki sana. Siku leo taishi hapo.